Wangapi wanapojua Spain? Yaani kule Real Madrid, Barcelona kule, kwetu kule. Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo yupo ambaye anatufuatilia kupitia mitandao ya kijamii, tuko Facebook, lakini pia wewe mwache mtoto usimzibe mdomo. Nasema usimzuie nini nguruwe, ng'ombe wakati hapo nini nafaka. Mwache ashangilie. Unajua kama mmeshindwa kushangilia, acha vitoto navyo vishangilie. Mungu anasema kwamba usipo nisifu nitainua mawe haya yatanisifu. Yesu alikasirika, unajua? Yaani ainue mawe. Haleluya. Ainue nini? Mawe. Kwa hiyo natakiwa umshangilie Bwana. Hebu mshangilie Bwana. Namshukuru sana Mungu kwa uwezo na neema yake ambayo ametujalia. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa zile speakers zinapiga vizuri. Ndio maana sisikii sauti. Naomba zile speakers zipige. Mnasaidia muziki? Yes. Hallelujah. Hapo nimejificha huko sana. Saidia nini? Siweke vizuri muziki. Muziki wa kanisani inatakiwa kae vizuri, mhubiri akiwa anaongea wala hubiri kitu kieleweke. Yesu asifiwe. So naomba tunahubiri usikii kabisa. Sawa, inabidi tulie. Haleluya. Kwa nina amani sana kwa vile Mungu alivyofanya na anapoendelea kufanya juu ya maisha yetu. Na ndani wiki iliyopita, kwa maana Jumapili iliyoisha, ndipo tulipokuwa tumehitimisha mkutano wetu. Ulikuwa ni mkutano mzuri sana. Haleluya. Kama ulikosa utajijua mwenyewe. Haleluya. Lakini wakati kwanza walibarikiwa na ule mkutano. Hivi nasema upige makofi au unyoshe mkono. Mungu ni wangapi walibarikiwa na ule mkutano? Bora hata chifu hakuja kuwanyonyosha, maana hakuwepo hata siku moja. Amen. Haleluya. Tulikuwepo na watu mashuhuri sana, waimbaji wa kimataifa. Haleluya. Lakini pia watumishi wa Mungu walitoka sehemu mbalimbali, wengine Singida, wengine Mbeya, wengine Kilimanjaro, lakini pia wengine Dodoma hapa kwa ajili ya mkutano ambao tumeufanya hapa Kilimanjaro. Hivi unaona Mungu anapokutanisha watu? Amen. Yaani Mungu anaweza kukutanisha na mtu hata wa nchi za nje. Mungu tu. Sio, unaelewa? Mungu anaweza kukutanisha na mtu hata na rais hata usiyekuwa mtegemea akakukutanisha naye. Hivyo hata Mungu anaweza kukutanisha na mume wako usiyekuwa unamtegemea. Haleluya. Sio mganga, tunamzungumzia Mungu. Mungu ametukutanisha na watoto wazuri kama nini. Yaani hapa tumekusanyika kwa sababu ya Mungu tu. Haleluya. Amen. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mungu, tumemaliza salama. Na katika huduma yangu ndio kwa mara ya kwanza nimeanza kualika watumishi kutoka nje ya mkoa wa Dodoma. Hebu tumpigie Yesu makofi sana. Na kila mwaka nitangaze tu rasmi, kila mwaka tutakuwa tunaalika watu kutoka nje. Na utano nao kuja niseme. Nitamleta hapa sio kama sijui jina nalisahau jinsi nikalikosea. Anaitwa Asnati Mutati au anaitwa anakuja hapa. Yesu asifiwe sana. Haleluya.
Aniseti. Aniseti Butaji. Lakini pia nitamleta Good Luck Gospel. Haleluya. Kwa hiyo kwa neema ya Mungu tunayaweza. Lakini pia Alex Maenge atakuja nadhani kama sio wiki ijayo. Wiki ile amesema ana haja na wana wa Dreamers. Si anataka afanye nini? Sijui anataka afanye nini. Tena alinitumia message mpaka sasa sijajibu. Na kingine pia anachokuja kufanya, anakuja kushuti video. Nataka ni shoot video mimi. Haleluya. Lakini akasema pamoja na kushuti nataka ni hudumu na taandaa seminar kwa ajili ya wana Dreamers. Si wangapi wako tayari jamani kwa mtumishi wa Mungu? Kwa gharama zake. Jamani, anatoka Mbeya ambapo kuna makanisa, yani ukitoka chuoni ukisogea hapo unakuta kanisa. Unajua Mbeya kuna makanisa sana. Amen. Nadhani kianza Dar es Salaam inafuata Mbeya, si Mbeya ndio inaongoza sijui. Lakini kuna makanisa mengi sana. Lakini Mnyakyusa watu wanatoka kule, anakuja hapa kwa ajili yako. Alafu unafanya utoro. Wangapi walibarikiwa na Alex Maenge? Kijana mnyenyekevu sana hivi. Tumefanya naye huduma kuanzia mwaka 2016 ndio tumeanza kufanya huduma na Alex Maenge. Haleluya. Kipindi hicho niko bwana mdogo kweli, achana na uzee huu. Niko mdogo napiga injili. Mwaka 2016 nafanya huduma. Mpaka hivi leo ni miaka kama ngapi? 6. 8. Miaka 8. Yaani ile serious, sio kwamba ya kufanya hivi na kuja yaani ile kwamba unaanza kumtumikia Mungu ukiwa serious. Lakini watumishi wa Mungu kiukweli mmenibariki sana. Pastor Ezekiel amenibariki sana kwa ile mkutano. Tumefanya vizuri. Kwaya Dreamers na Mungu amewapendelea. Leo ni kipindi nafungulia redio nikasikia wimbo wenu umepigwa leo redioni. Nilimsikia mimi. Tena akataja kabisa hii kwaya kutoka kanisa la The Dreamers Gospel Church. Nikamsikia Joina pale. Nikasema peleka moto kwa jina la Yesu. Hebu mpe tena Yesu makofi. Yaani hiyo mnajichukulia poa. Yesu asifiwe sana. Amen. Nimeisikia mimi leo. Nikasema huyu mtangazaji kweli ametupendelea sana. Kwa ni neema. Kwa ndo ukiona unaanza kutajwa kwenye vyombo vya habari. Sikiliza. Ukiona unaanza kufahamika na mitandao na watu wanakufuatilia, cha msingi uanze kuheshimika naye, uanze kujiheshimu wewe mwenyewe. Kwa sababu gani? Usipoanza kujitengeneza wewe mwenyewe, watu watasema kwamba tuliyekuwa tunampa sifa kumbe ndio hili. Piga kampuni. Unajua umaarufu saa zingine ni mzigo. Amina. Nakwambia ukweli. Kuna baadhi ya hoteli ya mama ntilia hutaingia. Kwa sababu atajua kwamba yule ni chief. Sasa chief inakuwaje anagongea ukoko? Sijui kama kuna mtu ananielewa. Leo hapa ukimkuta labda Samia ukimkuta amebana pale komati anaomba soda utasema vipi? Takia tukutane naye huko wapi? Haleluya. Kwa kila kitu kina level. Kwa unapoona kwamba unaanza kutajwa kule, jiandae sawa sawa. Wanasema kwamba ukiona mwenzako ananyolewa, za kwako tia maji. So tia maji ili zilowe, alafu kufanya nini? Unyolewa. Unajua kwa nini wao msamiati ulikuwepo? Ulikuwepo msamiati kwa sababu zamani kulikuwa hamna saluni. Kwa kutia maji tunamaanisha kwa wale ambao tumenyolewa na chupa. Ukishatia maji nywele zinafanya nini? Zinalainika. Kwa maana kwamba haumpi shida yule jamaa. Watu wanaokuwa wananyoa kwa kutumia chupa au viwembe, unakuta mara nyingi wanafanya hivi. Yaani hii unaiweke. Wewe chunguza. Yes. Haleluya. Kwa hiyo mjui kwa sababu sasa hivi mmepitia maisha mazuri, lakini watu ambao
tumepitia pale, alafu napaka mafuta yale ya ng'ombe safi. Yaani kwa kule unaona kwamba yule ni jiwe au ni mtu, kitu kiko hivi. Solar system. Kwa hiyo inabidi ujiandae. So tena unaitwa mwimbaji wa kimataifa, lakini mtaani unatumia maneno mabaya. Wewe bwege nini wewe? Kaniambia nini? Huyu jamaa ndo anaitwa Yusufu Mira huyu. Ndo tunamsikia bwana hivi haeleweki, anagombania viporo. Yesu asifiwe sana. Lakini sio hapa katika jina la Yesu. Tunaenda viwango. Na hii wiki ijayo nadhani zile nawaambia kwamba tutashoot video na wana dreamers tutashoot wimbo. Kwa hiyo mtaanza kuonekana wapi? Kwenye TV. Na unajua kabisa TV ni dunia nzima. Sasa unakuja kuta kama jamaa Baraka pale. Watu mpaka wameshamsahau. Watoto walikuwa hawajazaliwa, sasa hivi mtoto hapa anazaliwa. Sasa hivi jamaa anasema mama anasali dreamers, mimi natuelewe. Jamaa unaishi wapi? Unajua tunaanza kutomba ni mjini. Lakini unapojiandaa sawa sawa, ndivyo jinsi ambavyo unazidi kujiweka vizuri kwenye maisha yako. Yesu asifiwe. So leo nataka tukimbize tu somo moja zuri sana, kwa sababu kuna mambo mengi mbeleni tutayafanya. Kuna meza ya Bwana, kuna vitu vingine pia tutapongezana hapo baadaye kwa vile ambavyo tumelifanya. Yesu asifiwe. Sasa leo nadhani hili somo sio mara ya kwanza kujifunza au kulisikia, lakini hili somo watu unaweza ukahubiri kwa namna yoyote ile, kwa kadri jinsi Mungu atakapokuwa amekujalia. Yaani unaweza tukalitumia kwa namna yoyote ile. Yesu asifiwe sana. Upendo. Somo linaitwa upendo. Upendo. Leo nitazungumza sana upendo kati ya mwanadamu na Mungu wake. Sizungumzii mwanadamu na mwanadamu. Kama nitagusa mwanadamu na mwanadamu ni kwa uchache, lakini nataka nizungumzie sana upendo kati ya mwanadamu na Mungu wake. Tulie bwana. Tulie bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Msikilize wale waliokuja na familia zao, Mungu awabariki. Lakini kama umekuja kama ni mwanamke haujaja na mume wako, au kama ni mwanamume haujaja na mke wako, huu jumbe ukaueneze huko katika jina la Yesu. Utakusaidia sana. Upendo kati ya mwanadamu na Mungu wake. Upendo kati ya mwanadamu na Mungu wake. Najua watu wengi sana huwa wakihubiri upendo wanahubiri kwa wanadamu na wanadamu, lakini leo nataka nihubiri kwa uwezo wa Bwana kati ya mwanadamu na Mungu wake. Upendo huo. Sikia vizuri sana. Hebu tufungue kitabu cha Injili ya Yohana. Yohana ile sura ya 15. Yohana ile sura ya 15. Nikukaribishe katika ibada wewe mgeni ambaye ni siku ya kwanza kusali pamoja na sisi wakati huu. Usijione mpweke. Tuko nyumbani mwa Bwana na tunaumega mkate. Yesu asifiwe sana. Soma vizuri ile sura ya 15. Ukianza ule mstari wa 14 au anza ule mstari wa 12. Ule mstari wa 12. Yohana sura ya 15 mstari wa 12. Ndio. Neno la Mungu linasema, amri yangu ndio hii. Mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Unasikia hiyo ni nini? Ni amri. Kwa maana kwamba sio kitu cha hiari, bali ni amri. Kwa hiyo lazima mpendane. Kwa Kiingereza wanasema you have to love by each other. Wale ambao hawajui Kiswahili, leo nadhani wote tunajua. Yani you have to love your neighbor as yourself. Ndio maana nasema amri hii na hapa the command ya Mungu. Hii ni amri wala sio ombi. Unajua lazima muelewe amri kwa maana kama ni kitu cha lazima. Endelea.
13. Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki yake. Ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda niwaamuruyo. Siwaiti tena watumwa, kwa maana mtumwa hajui atendalo kwa bwana wake. Lakini ninyi nimewaita rafiki, kwa kuwa yote niliyoyasikia kwa Baba yangu nimewaarifu. Hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaelewana hapo? Kisoma kwenye hiyo kitabu sura ya kwanza kabisa ile, au kurasa wa kwanza ile namba 1. 15:1. Anajizungumzia yeye mwenyewe. Anasema hivi, mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Haya ni maneno ambayo anasema nani? Anasema Yesu. Haleluya. Kwamba anapozungumza anasema kwamba Baba yangu yeye ndiye mkulima, alafu yeye ni mzabibu. Kwa maana kwamba pale shamba ni Mungu. Haleluya. Mavuno ni wanadamu, alafu mti ni Yesu. Ndio maana alisema kwamba kama mimi mti ni wa nini? Kama mti mkavu au mti mbichi. Kipindi kile ambapo akasema kwamba kama mimi mti mkavu, kama mti mbichi sijui mnanifanyia hivi, itakuwaje mti mkavu? Haleluya. Kwa maana kwamba yeye ni shina. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hapa Yesu alikuwa anawaambia wanafunzi wake, lakini na wale watu wote waliokuwa wanamzunguka. Sikiliza kwa makini sana. Sikiliza kwa makini sana. Nimesema leo tunazungumzia kuhusu upendo wa mwanadamu na Mungu. Upendo wa Mungu na mwanadamu. Leo sitaki upendo wa Mungu kuja kwa mwanadamu, hapana. Nataka nitoe upendo wa mwanadamu kuja kwa Mungu. Sio, unanielewa? Maana hapa kuna upendo wa aina nyingi. Kuna mwanadamu na mwanadamu. Kuna Mungu kwa mwanadamu na kuna mwanadamu kwa Mungu. Tunaelewa? Amen. Na ndio maana leo unakuta watu wanapendana, wanaoana, kama kwamba ni upendo wa mwanadamu kwa kuna upendo wa Mungu kuja kwa wanadamu. Ndio maana Mungu akasema, tazama kwa jinsi hii Mungu alifanya nini? Penda ulimwengu. Kwa maana kwamba Mungu aliwapenda wanadamu. Haleluya. Lakini leo tunazungumzia upendo wa wanadamu kwenda kwa Mungu. Ndio maana Yesu anasema, amri hii nawapa, mpendane ninyi kwa ninyi. Hebu angalia mwenzako, hata kama umegombana naye, mwambie ndugu yangu nakupenda. Yaani kama hutokubali kikiti leo, mahubiri yatakushona, maana hutobaki salama. Yesu asifiwe sana. Kuna watu unaweza ukasali ndani ya kanisa hampenda, which is not good. Kuna watu ndani ya kanisa hawasemeshani. Hilo sio kanisa. Hiyo ni kama kijiwe cha kahawa. Kanisa linatakiwa lijengwe kwa upendo, kwa sababu kanisa linaongozwa na Yesu Kristo ambaye ni pendo. Amen. Haleluya. Hakuna kanisa linalotengenezwa kwa masimango. Hakuna kanisa linaloendeshwa kwa machungu, kwa sababu kanisa ni mwili wa Kristo. Yes. Anasema kwamba pendaneni ninyi kwa ninyi, kama jinsi Kristo alivyolipenda kanisa hata akatoa uhai wake kwa ajili ya kanisa, ambalo kanisa ni wao mwenyewe. Kwa sababu linasema kwamba ninyi hamjui kwamba ni hekalu la Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu anakaa ndani wenu. So lazima uelewe hizo kanuni za Mungu. Nazungumzia upendo wa wanadamu kwa Mungu. Jiulize moyoni mwako, unampenda Mungu kiasi gani? Nishaanza kuwavuruga sasa. Unampenda Mungu kama boyfriend wako, kwamba ukiona message ya boyfriend wako usipojibu, ujue kwamba unaweza ukaelezea wale ambao ni wataalamu waese kuandika karatasi kama 15. Yaani kuna watu leo wamewekewa vizingiti, wamewekewa amri kwamba usipopokea simu yangu utanyosha maelezo masaa 6. Yes. Wanaanza kunielewa. Yesu asifiwe. Itaniuma sana kama mtu online anabarikiwa alafu
utashindwa kubarikiwa. Kuna watu wako Spain wanabarikiwa, wewe uko hapo unanitazama live utashindwa kubarikiwa. Nitakushangaa. Kama kule uweze kupokea baraka za Bwana, mpe Yesu makofi tena. Upendo tunaozungumza ni wa mwanadamu kwenda kwa Mungu. How do you love God? Unampendaje Mungu wako? Kuna watu leo ukiwapigia simu ukikuta missed call anaanza kutunza mashairi. Nitamwambia nini huyu jamani? Hapa anaweza hata akasema ndugu yangu akikupigia wewe mwambie nilikuwa kwako. Maana sitajieleza nini. Lakini upendo kwa Mungu wako unaona ni kawaida. Tunasema kwamba upendo wa mwanadamu kwa mwanadamu unaweza hata ukaishiwa vote ukaenda kwa Mungu ukakopa. Lakini upendo wa Mungu kwako unaona ni kawaida. Mungu amekuamsha salama, hautaki kumshukuru. Mungu amekupa riziki, unashindwa kumshukuru. Mungu amekupa ugali, unashindwa kumshukuru. Unachukulia upendo kwenda kwa Mungu ni wa kawaida. Yesu asifiwe. Amen. Wangapi wanataka kusaidiwa jioni ya leo? Wangapi wanataka kusaidiwa mchana wa leo? So you have to understand, achilia moyo wako kwa Bwana. Ndio maana Yesu anasema kwamba imewapasa kupendana ninyi kwa ninyi, na mkishapendana ninyi kwa ninyi atawaita marafiki. Mungu hatakuita tena mtu mwingine wa ajabu, bali Mungu anasema kwamba nitawaita ninyi ni rafiki zangu, na atawaita rafiki zenu rafiki yake, kwa sababu amewapa siri kutoka kwa Bwana. Yeye ameshusha siri juu yako. Kuna mtu ambaye leo Mungu anampa siri yake katika jina la Yesu. Kuna ukiajesha upendo, muendelea kusoma pale. Soma. Anasema mstari wa 12. Amri yangu ndio hii. Sauti yake ni ndogo sijui. Pendane kama nilivyowapenda ninyi. Mpendane kama jinsi nilivyowapenda ninyi. Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu. Hakuna wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Ndio. Ninyi mmekuwa rafiki zangu, kitende niwaamuruyo. Ukitenda Mungu anayokuamuru hivi leo, utakuwa rafiki wa nani? Siwaiti tena watumwa. Kwa maana mtumwa hajui atendalo kwa bwana wake. Mtu ambaye ni mfanyakazi wa ndani hajui ni kitu gani bosi wake anachokiwaza kwenye akili yake. Kwa sababu anaweza akaamka asubuhi akasema shilingi 10,000 nenda kanunue utumbo, nenda kanunue nyanya, nenda kanunue mafuta. Haleluya. Hajui nini ambacho anachowaza bosi wake. Lakini ninyi nimewaita rafiki zangu, kwa kuwa yote niliyosikia kwa baba yangu, yote niliyosikia kwa baba yangu nimewaarifu, nimewaambia ninyi. Haleluya. Naomba kae. Yesu asifiwe. Anakuita rafiki kwa sababu alichokuwa na kuwasia Mungu juu ya maisha yako tayari Yesu anakijua, na anakuja kukwambia wewe kwa maana kwamba wewe sio mtumwa tena, kwa sababu umekuwa rafiki na Yesu, umekuwa rafiki na Mungu. Kuna mtu ananielewa hapa? Umekuwa rafiki wa Bwana. Hebu simama tu, mwambie mimi ni rafiki wa Yesu. Mwambie tena, sema tena, mimi ni rafiki wa Yesu. Unaongea hivyo nafikiri namwambia mwenyekiti wa kijiji. Nataka nisikie sauti. Sema mimi ni rafiki wa Yesu. Yes, haleluya. Mungu amekuita rafiki wakati. Mungu amekuita rafiki. Wewe sio wa kawaida. Hata kama watoto kuona ni wa kawaida, wewe ni rafiki wa Yesu. Kwa sababu umeishika ile amri aliyokuamulia. Anasema mkipendana ninyi kwa ninyi, mimi nitawaita rafiki. Hamtakuwa watumwa tena. Anasema mtumwa hajui siri ile anayoiwaza bosi wake. Lakini ninyi si watumwa tena. Sema kuanzia leo mimi sio mtumwa, kwa sababu ni rafiki wa Bwana, ni rafiki wa Yesu. Alafu uzuri ni kwamba Mungu anapigilia msumari, anasema kwamba hakuna upendo kama huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki yake. Yesu alitoa uhai kwa ajili yako. Yesu alitoa uhai kwa ajili yako. Kwa maana anakuita ni rafiki. Hata kama ukiwa na boyfriend hawezi kutoa uhai kwa ajili yako. Hata ukiwa na girlfriend hawezi kutoa uhai kwa ajili yako. Lakini Bwana alitoa uhai kwa ajili yetu. Kwa maana tunamuita rafiki wa kweli. Yeye ni Alfa na Omega,
mtavurugwa kweli. Hapo kasema kama haka kinakuwa kafupi tu. Hatutaki kwenda sana. Maana najua kichwa yenu ina MB 212. Nikizidisha kana basi. Kwa hiyo inabidi twende taratibu ili uendelee kukumbuka yote niliyoyahubiri. Yesu atusaidie. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna siri ambayo imejificha. Anasema kama mkizishika amri zangu na kuyafanya yale ninayoagiza leo, kwamba upendo. Mungu kuna wakati kuna mahali fulani nilisoma akasema kwamba kuna uvumilivu, kuna imani, lakini katika na upendo, lakini katika hayo yote iliyokuwa ni nini? Au nataka kusoma. Na nadhani wako wa kwanza Yohana sijui kitu kama hicho. Wakorinto wa kwanza sura ya 14 sijui ndio. Sura ya 14 mstari wa chini kule. Sema kama yani sababu hata kama nikiongea kwenye lugha za malaika kama sina upendo mimi ni kama chuma iliyokuwa na upatu. Hebu soma. Wakorinto wa kwanza sura 13 mstari wa kwanza Biblia inasema, nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, ndio, kama sina upendo, nimekuwa shaba iliyo na upatu uvumao. Tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote, ndio, nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, ndio, kama sina upendo si kitu mimi, si kitu wewe takataka. Tena nikitoa mali zangu zote kuwalisha maskini, tena nikijitoa mwili wangu niungue moto hatuteketee, kama sina upendo haifaidi. Nadhani chini kule nataka ile upendo huvumilia, hufadhili, upendo hausudu, upendo hautakabari, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, ndio, hautafuti mambo yake, ndio, hauoni uchungu, ndio, hauhesabu mabaya, ndio, haufurahii. Tumishi na pesa mpe Yesu makofi. Ninasikia ninaelewa. Yaani ukimpenda mtu haumtafuti sababu kwamba ninakupenda kwa sababu wewe ulinipa kitu fulani. Upendo it's endless. Hauna mwanzo wala hauna mwisho, kwa sababu mwenye upendo ni Mungu mwenyewe. Mungu hana mwanzo wala hana mwisho. Upendo hautakabali. Yaani kwamba sio mpaka nikufikirie wewe inastahili nikupende wewe kwa sababu ni mgogo takupenda. Upendo hata kama ukiwa mweusi unahitaji kumpenda, ukiwa mweupe unahitaji kumpenda, ukiwa mchaga unahitaji kumpenda. Kwa maana Mungu ametuunganisha, tumekuwa katika pendo moja. Wangapi wananielewa? Upendo uvumilia. Ndio maana Mungu anasema kwamba msichoke kutenda mema, nanyi mtalipwa kabla mjazimia roho zenu. Anasema upendo pia hauna kiburi. Sisi kuna watu wanampenda Mungu ndani ya hili kanisa. Nampenda kweli Mungu. Naambia uje ufungue mziki unakuja saa 12 jioni. Ibada imeshaisha. Au unasema unampenda Mungu. Subutu. Unajiangamiza. Kuna wagonjwa. Wakati kuna mtu mmoja nilikuwa nazungumza naye. Unajua na vijana wengi sana. Na vijana wengi sana. Na kwanza Jumatano kuna kijana mmoja atakuja hapa. Kwa kinanda. Yesu asifiwe. Amen. Unanielewa? Amen. Unanielewa? Yes. Nilikuwa nawaambia kinachokuwa kinasababisha walokole wengi wanabakia kwenye hali ya umaskini. Haleluya. Ni kutomaanisha vile vitu wanavyovisema. Sio leo. Yaani kwamba mlezi ukakuta kwamba watu wamekuja hapa, mtumishi, kwa kweli nimebarikiwa na ibada. Baba, kwa kweli mimi nakuombea. Jamani, nalala kuanzia asubuhi mpaka jioni. Haliniombei. Sasa Mungu anahesabu sio sema. Sio mjanielewa nyinyi. Kwamba you don't do that to speak out. Yaani sasa hili swala la kuomba limebaki kwa mchungaji na mama mchungaji. Biashara imejika. Muumini amwombee mchungaji ni wachache. Si unanielewa?
Upendo huvumilia, upendo hauna kiburi. So naambia kwamba weka speaker, huo sio upendo. Usifanye kazi ya Mungu kwa mkono leo, kwa sababu unafanya kwa ajili ya nani? Yesu asifiwe. Ukiwa na upendo kwa Mungu, kama una upendo kwa Mungu, hautofosiwa kuja kanisani, kwa sababu unajua ndani ya moyo wako kuna upendo ambao ni Mungu. Unaona uvivu kuja kanisani, ujue wewe ni pepo. Japo kuna unaweza ukasalimia ukasema kwamba mimi niko vizuri, umeoza ujue. Kwisha. Kwa sababu mtu mwenye upendo, jamani, upendo ni nani? Mungu ni pendo, apenda watu. Kwa AKA ya Mungu nyingine ni nani? Ni pendo. So if you have love inside of your body, it means that you have God inside you. Si kimungu tumewaacha. Kwa hiyo niongee kisalamu kidogo. Yaani kama una pendo ndani, kwa maana kwamba una Mungu. Kwa sababu Mungu ni pendo. Kwa maana kwamba vitu vyote ambavyo haviko katika upendo vipo katika mfumo wa shetani. Japokuwa unaweza ukajiona ni mtu, kwa sababu hata shetani mwenyewe ukimwona utazania ni mtu. Kwa sababu shetani naye ana njia, hawajui. Sio Mungu tu peke yake ndio mwenye njia. Hata shetani ana nini? Ndio maana njia ziko ngapi? Kuna njia shetani na njia Mungu. Kwa hata shetani naye ana nini? Ana njia yake. Si kama unanielewa mwana Mungu aliye hai. Lazima uwe makini unapokuwa umeamua kumtumikia Mungu, unapoamua kuokoka umaanishe, na unapomaanisha Mungu anasema nitakushushia baraka. Anasema kwa sababu umekazana kunijua mimi, na mimi nitakuonyesha wokovu wangu. Hivi unajua kwa nini Ibrahim alibarikiwa? Kwa nini aliitwa baba wa mataifa? Na amesema kwamba kabisa Mungu aliapa. Unajua kuna wakati Mungu mwenyewe anaapa mpaka anamaliza. Yaani anasema kwamba wewe hakuna utataki kuwa tajiri kama wewe toka dunia ianze. Hautakuwa. Kama unaweza kuhesabu michanga ya bahari, kama unaweza kuhesabu nyota za mbinguni, ndivyo zitakavyokuwa utajiri wako. Anasema Modeo jitajiri, tajiri wako. Tajiri angesajili hata wakina Messi. Messi hawezi kuja kucheza Simba. Sikiliza, hawezi kuja kucheza Simba. Anaweza. Ni mpunga tu. Ronaldo anaweza kuja. Lakini leo ukimgusa Ronaldo, unaambia kwamba kwa wiki bilioni 7, na wakati bilioni 7 ndio budget ya Simba. Sasa kuna mtu ananielewa hapa? Kuna watu walienda kucheza kule Japan. Japani kuna ligi gani? Au Galaxy kule, kuna timu inaitwa Galaxy ya mjuu. Mekata. Joto kulia. Joto. Sikia. Hela ni faranga. Kilichombakiza ziziki Yanga ni faranga. Yes. Miso Yanga koma. Naambieni ukweli. Ndio maana Mungu katika mahesabu yake akapiga mahesabu akasema hapana. Pesa ni jambo la mambo yote, mpe Yesu. Jamani, ukiwa na hela ni raha nyie. Hata kama hiki hata kanahubiriwa kwa sababu ya hela nyie. Mimi nakwambia hata kaka suti kama 200, ndio 200 ni hela ujue. Hela jamani inatakatisha. Kuna watu hapa tunatembea na sura ambazo sio zetu. Mtu anaonekana mzee kumbe kabisa ni kijana handsome. Umekwisha. Leo ukiangalia sura kama baby show yanatambeleka kama kibunzi kinakata kona zireki. Lakini pesa, ukiwa na pesa, kwa maana yule akapiga maisha akasema hapana, wewe mimi nakuuza, wewe dini. Yesu wewe dini. Wewe ni dini na kupiga mnana. Mungu atusaidie katika jina la Yesu. Hela. Ndio maana inatakiwa sisi tuwe na hela tuweze kumiliki, mwenye kuweza kutuwezesha. Hebu ngoja. Ukiwa una shida na hela, unaenda pale ATM kama umeweka, lakini maana usije ukasema mchungaji alisema kwamba nikiwa na shida na hela naenda ATM, na wakati hujaweka baby. Ndio kuna watu wengine wanakuwa eti Mungu anatenda muujiza. Hakuna muujiza kama waacha ujinga.
Tukiwa tunaweka hela ATM au benki, tukiwa tumeishiwa mfukoni, tunaenda tunatafuta town kulingana na benki yako, unaenda unafanya nini? Una draw. Sawa? Sasa tunaye ATM ambaye ni Mungu. Kwa sababu Mungu ndio ana kila kitu. Ndio maana mimi nashangaa, yaani mtu asiyempenda Mungu ni taila kabisa. Na inabidi tubebe tupeleke Mirembe. Hapa ni Mirembe katika jina la Yesu. Hapa ni Mirembe katika jina la Yesu. Haleluya. Ndio maana Mungu inabidi akutengeneze uweze kujielewa. Onyesha upendo kwa Mungu wako. Akamwambia kwamba mimi kuanzia leo, kwa sababu haukunikatalia mwanao ambaye nimekupa, mwanao wa pekee ambaye ni Isaka, mimi kama kukubariki nitakubariki, na yoyote atakayekulaani nitamlaani, yoyote atakayekubariki nitambariki. Wewe umebarikiwa katika jina la Yesu. Show the love, onyesha upendo, kuwa serious. Umefikia hatua mpaka unaamini bwana leo uje ibada, leo uje kanisa, yani umefilisika mpaka kucha. Yani japokuwa kwamba unakusalimia unasema mimi ni mzima, lakini ndugu yangu hauko mzima. Umekwisha nini? Ukiona mtu anapoteza upendo kwa Mungu wake, ameisha. Ngoja nikwambie, unajua kwamba hata makahaba, hata majambazi yanajua kutamka neno kwamba nampenda. Mimi nampenda Mungu. Na kama kabisa unaona kabisa amevaa kitu cha kushawishi, nauza. Lakini ukimwambia Bwana Yesu asifiwe, anaitika naye amina. Anaongea uongo jamani? Anaongea. Sasa kwa nini amina anaoitamka na ya kwako kuna utofauti gani? Si kuna mtu anaelewa hapa kidogo. So the point is not about speaking out. The point is to speak and do it in action. Ndio maana Mungu anasema kwamba imani bila matendo imekufa. Kwa hatubaki kusema kwamba mimi nasali 3 months unahudhuria ibada. Hutaki kupiga makofi kwa sababu yanakugusa. Huwezi kusema kwamba Pastor Maro ni mchungaji wangu. Mchungaji wako. Hapa kuna mahali inasema kwamba mchungaji wa kweli ni yule anayeweza kuutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake, kwa ajili ya kondoo. Sasa unajua mimi nimejisacrifice kiasi gani? Sasa hizo unajua ningekuwa nakula bata mwanangu, lakini nimekuja hapa kuhubiri injili na kauka kinyama. Yaani nilikuwa kwenye mfungo. Kipindi hicho unakula machipsi, kula makonokono, kula manini unakula, lakini mtoto watu unavuka. Bariki passport, bariki yule nani. Haujui na jambo tu mmeshiba mmebimbiwa. Kuna mahali ambapo tunalipa gharama bila kujua. Kuna mahali ambapo tunafanya watumishi wa Mungu pasipo yeye kujua. Nchi ya Tanzania na nchi yoyote haiendeshwi kwa ajili ya sheria za nchi fulani. Zinaendeshwa kwa ajili ya watumishi wa Mungu, kwa sababu ndio wanaoweza kuzungumza na Mungu, ni watumishi wa Mungu. Unafikiri masiaka? Mimi nakwambia any nation cannot be driven by the rules of the certain nation or country, but it's driven because the human being who has saved God. Kwa maana tulisimama siku 3 tukafunga, corona ikafutika katika jina la Yesu. Amen. Tulifunga hata kanisa kwa wale ambao walikuwa. Nikasema hakuna kuweka madude ya kuna wanao wala nini. Wangapi mnakumbuka? Nilipewa mpaka ile madude ya kuvaa. Nikasema sifai, yupo Bwana aliyevaa maski kwa ajili yangu, kwa sababu aliyevalishwa kofia ya miba. Leo kwa Mungu ameiondoa katika jina la Yesu. Huwezi kujua kwa sababu unaona ni kawaida. Unajua mtu mpumbavu ambaye hayumo kanisani, yaani anapoamka anaona kwamba tu ni kwa uwezo wangu. Kwa vile jana nimekula pilau na nyama, hata leo pia nitakula. Acha basi ujinga, ni Mungu amefanya. Kuna watu wanakula mnenda ujue. Niliwaambia hapa siku ile kwenye mkutano, nilimwambia kwamba mimi unavyoniona hivi leo, acha nipige suti za bei mbaya. Maana nimeshakula ugali na ukwaju vizuri na unashiba, na unasema asante nimeshiba. Ugali na ukwaju. Achana ugali ambao sasa hivi nimeukoboa. Kuna ule ugali ambao ukiwaangalia na wenyewe unakuangalia. Shepo ile ugali wa mtama. Achana nao mtama mweupe wa kigogo huo.
Ushaona eti mnapanda mahindi mjini. Kama inapatikana kijijini. Yaani dude likitoka hivi yaani ukipiga tu haina haja ya kwenda chooni. Maana hamna miti chooni. Sasa inabidi nyasi. Ili nyasi zikusaidie. Ni wachache wanaonielewa. Hizi ni za wachache. Hizi ni za wachache. Hawezi kuelewa. Na ndio maana mara nyingi vijijini hakuna choo. Ya nini? Mimi nakwambia mimi mmoja wapo ambaye nilikuwa situmii choo cha nini? Choo kipo. Lakini ukisikia tu kuna dalili fulani cheki kushoto, kulia, kaskazini, hamna mtu pwa. Hiya! Nyekundu ile nyekundu, ugali wa mtama moja. Ngoja nikienda kijijini mwezi wa 12, nitaenda kijijini. Nitamwambia mama unitayarishie ugali wa mtama. Hata kilo. Alafu tuje tule hapa. Kama utaenda chooni. Tajificha utaangalia kwenye miogo. Mimi nawaambia kule hatari. Lakini leo Mungu ametuhuisha. Ametuweka katika ufalme wa mwana wa pendo lake, alafu unamlingia Mungu. Na anataka kurudi katika shida. Yesu asifiwe sana. Kwa inabidi uonyeshe upendo. Mungu wako wewe unamlinganisha na nani? Mungu wako sio boyfriend wako. Mungu wako sio girlfriend wako. Mungu wako ndio mwenye uwezo wa kila kitu. Kwa hiyo inabidi uthamini Mungu kuliko kitu chochote. Sikia, kitabu kile cha Luka sura ya 10. Luka sura ya 10 Hebu tuanze ule mstari wa 26. Luka mtakatifu sura ya 10. Luka 10:26 Biblia inasema, ndio, akamwambia, mwalimu, nifanye nini ili niurithi uzima wa milele? Hapo mtumishi. Kwa kwamba hapa lile jamaa liliangalia likaona kila kitu limeweza. Akasema nifanyeje sasa ili niweze kuingia huko mbinguni, niweze kuurithi uzima wangu wa milele. Nifanye mimi? Akamjibu. Akamwambia, ndio, imeandikwa nini katika Torati? Anaanza kumuuliza maswali. Imeandikwa nini kwenye Torati? Akasemaje? Wasomaje? Akajibu akasema, ndio, mpende Bwana Mungu wako. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Kwa moyo wako. Hebu rudia tena hapo. Akajibu akasema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote, na kwa akili zako zote. Sio, unaelewa? Wangapi wanaelewa? Yaani hapo kuna haja ya kuchambua tena jamani. Kwa mwanangu ukitaka kufanikiwa, mpende Mungu wako kwa moyo wako wote. Ukitaka kufaulu kwenye masomo, ni ambao mnasoma madaktari na manesi. If you want to success in your education, love first your God. Because God has all that you need in your life. Lakini ongea taratibu ili mweze kuelewa. Injili ni kali sana. Kicharaza ngekuelewa. Mungu ana maswali ya majibu yako. Wakati mimi nasoma, mimi nawaambia, wakati mimi nasoma, wangapi wako form 1, form 4 hapa, form 3, wangapi? Niwape technique ya kusoma. Wako form ngapi? Form Nyuka. Sasa bado nikupa madude. Wewe kupe form utaikuta mbele. Zamani mimi kipindi nasoma, nilikuwa nasoma masomo 9 ama sio 9 9. Nasoma popo pale. Kuna kitu kinaitwa addition mathematics. Na hiyo umesomea wapi je? Yaani anyway, kulikuwa na masomo haya mengi. Sasa O level au kuanzia form 1 mpaka form 4 ili mtu afaulu kwenda advance. Kwanza zile divisions, unakutaka division inaanzia 1 ya 7, si ndio? Kwani kuna 1 ya 8? Hapana. 1 ya 9. Sasa ipo 1 ya 9. Ile inaanzia 1 ya 7.
Sinaanzia 7. Wani ya 6 hivi. Nazungumzia kule, nimeanza vizuri jamani huko. Unajua maana ya 7 hiyo? Sikiliza. 7 kwa maana kwamba masomo unatakiwa uwe nayo mangapi? Ufaulu ngapi? Hamjasoma nyinyi, mmevutishwa. 7, si ndio? Yesu asifiwe. Kipindi nasoma nadhani mpaka hata sasa hivi nadhani hakijabadilika kitu. Kipindi nasoma D ilikuwa inasabika 4. Ndio mpaka sasa hivi. E 5. Si mpaka sasa. A 1. B 2. C 3. Nataka nikupe formula nzuri ya kufaulu form 4. Amtaki. Basi ngoja niendelee. Huzai. Huzai. Anazalisha. Hii inaeleza kwa ajili ya au nimegundua mjasoma. Formula rahisi ya kufaulu form 4. Sio akili, sio uwezo wa darasani. Ni nini? Masomo si yako sawa. Yesu asifiwe sana. Nazungumzia kwenye ile sinaanzia 1 ya 7. Ndio. Simple sana. Simple sana. Mpaka D. Masomo manne. Unapata ngapi? Maxi ngapi hapo? 4 mara 16. Si ndio? Yamebaki mangapi? 3. Yamebaki mangapi? 3. Mpaka C yote. Hesabu ni shida. Nakuwa 25. Ishara sinifu ni form 4. Sio. Umefaulu ya faulu. Umefaulu ya faulu. Nipigie tu makofi. Kwa nini? Ipo. Ngoja umekuanzi. Hakuna cha wadala hata wa mama. Ngoja. Bosi nifikiri mjinga. Sikiliza. Ndio maana natakiwa uwe na nini? Si umepata mangapi? 3. Hiyo sio kodi. Inategemea na nini? Ndio sasa sikiliza nikwambie. Ngoja unaona sasa. Ngoja sasa nikwambie. Jamani. Mungu tusaidie. Mungu tusaidie. Sikiliza hapo kuna siri ya unaelewa. Zile siri hizo zitatanguliza kwamba ni masomo unayoyapenda wewe. Kwamba yeye nimeyatanguliza. Na haiwezekani wewe tunakupata makalai kuna kambika kaonekana pale utafidia huku. Sasa kwa unaenda kucheza. Yaani sikiliza, kuna zile PCM, PGM, sawa? CB, PCB. PCB. Sawa? Sasa kama umechukua masomo 7, sawa? Umepata B, umepata C, physics, chemistry C, biology C, masomo yako yale ya kombi. Umefaulu. Haya mengine ya social, achana watu wa social, unaenda. Sasa nyie mnabisha kwa sababu maana mnang'ang'ania unafeli. Kwa sababu unabisha na formula. Yaani kufaulu ni mahesabu.
Na uwezekani ukapata yote hivyo. Ipo siku mimi nilipiga hizo hesabu. Mimi Kiswahili nina dini yangu nzuri. Kiswahili cha nini mimi? Lakini ukija kwenye PCM kuna B, kuna C, kuna C. Nimeenda. Sina hivyo. Sasa tatizo wewe unataka ungangania masomo yote upata A, niko pale. Ni formula. Na haitowezekana kwamba hata kasomo kamoja Mungu asikubariki. Labda umeenda kucheza na humshirikishi Mungu. Nakwambia ukweli. Lakini kama kweli Mungu unamweka moyoni na Mungu amekuwa ni rafiki yako, unafaulu. Kufaulu mwanangu ni ni akili. Ndio maana utakuwa na maarifa. Sasa endelea kutafuta mabanda. Kama mimi nasomeshwa na kijiji. Utachongesha miswaki na hakuna mtu atakaye kuja kununua. Piga mahesabu, yani masomo yako, kombi yako, unajua kwamba hapa na kesha kwa ajili ya haya. Haiwezekani eti masomo yote upige tu makalai. Au piga basi makalai yote. Si. Jamani, hizi ni formula tu za chuo. Chuo wanasoma kwa njia ya semester. Si ndio hivyo? Au umebadilika? Chuo si mambo ya semester. Ukisoma semester na semester inakuwa na wiki tatu, miezi mitatu. Msomi chuo. Hii mnasoma miezi mingapi? Ni minne. Kwamba ukishamaliza miezi minne unafunika, yani yale amrudi tena mnaenda. Si ndio hivyo wanasoma? Fika tamani ufike. Si ndio hivyo? Kwa hiyo kule kwenye chuoni kuna masomo ambayo yanaitwa GS, General Study, au amna? Yapo. Sasa ile GS unahakikisha kwamba unapata D. Yaani umefeli sana unapata nini? D. Sawa. Lakini yale ya kwako yale unaanzia kwenye B unakuja. Unaitafuta A. Lakini kishindikana A, dondoka hata kwenye kalai basi. C. Hizo ni formula. Chuoni hatuendi kugandamana, tunaenda kutafuta cheti. Yes, asifiwe sana. Mimi nakwambia nawapeni formula rahisi sana ya kufaulu masomo. Ukikompliketisha ukisema kwamba kwa mfano mimi nimesoma moduli 12. Wakati niko juu 12. Sasa mimi na akili yangu hii nimeshachoka. Masomo 12 na moduli na masomo ni magumu. Ya unakuta unasoma lile kama hiyo. Yaani lote ukariri diode, ukariri feni, ukariri mimi ndo nitengeneza. Kwa unaenda na kanuni. Kwamba masomo haya niliyokuwa nimepangiwa, kwa mfano Electronics and Telecommunication Engineering. Unajua kabisa somo langu tunaita core. Simba mnaita sasa hivi core subject, yani kwamba yale ambao ni wanaita compulsory, yani masomo yako yale. Hakikisha kwamba yanabaki hivi. Alafu yes, hata kama ukisapo so issue, kwa sababu yes haina lolote, kitu una support, unaenda. Lakini yale ya kwako yale kinanda lazima mshangae. Inakuwa bila kumwagiliziwa kabisa. Na inakuwa inawezekana. Posi. Au tengeneza makalai. Kuna jamaa mmoja alifaulu kimwingine sana. Jamaa mmoja alifaulu kimwingine sana. Yeye akasema bwana mimi niye wa A tafuteni A. Mimi sitaki A wala nini. Nataka C. Tukawa tunamcheka kama unavyocheka. Haya akapiga 7 yote C. C mara 3 mara 7 ni ngapi? Sio tu hiyo. Hajaenda. Wewe ngangania yeye ukamkia kwenye. Wanangu ni formula. Bwana Yesu asifiwe. Ni formula. Akasema mimi nitadili na kalai. Na ni kweli alikuwa anahakikisha kwenye kalai. Hivi sina inaanzia 60. 59. Jamani, mwana shule. 46 ni B. 59. Kwa 59 ni C.
Simame ni C. Si B hiyo jamani. Okay. Yaani Njemba ilikuwa inaruka, yaani inacheza na pale pale. Steam. Yaani hataki kujichosha. Steam. Steam. Yaani hivyo. Na kwambia udogo amefaulu na sasa hivi yuko Tando. Yuko hapa Iringa. Tando. Kwa ni maarifa tu. Sasa wale ambao tumekomota ni swati kinatuhusu tu. Kwa sababu umehold vitu vingi, unakosa sasa umeviba huko hivi. Ukienda kwenye mtihani, leo tunasoma math, umeleta physics, ndio umejaza kule. Kanuni ya kutafuta 63 umeleta kule. Brochure. Bwana Yesu asifiwe. Wale wataalamu wa biology wanaelewa maana brochure. Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wapendwa, haya ni maarifa ambayo unatakiwa yafahamu kwenye mambo ya elimu. Tuachana nayo mambo ya elimu. Pia hivyo kwenye mambo ya Mungu kuna maarifa yake. Ukitaka kumjua Mungu vizuri, kuna maarifa yake. Yaani kuna kanuni za Mungu. Kama jinsi unapoenda kwa mganga, ukienda hivi, usiingie hivyo, njoo hivi. Haleluya. Waganga wewe wanini? Hivyo kwa Mungu pia kuna principle. Ukitaka kumjua Mungu lazima ujibidishe juhudi. Yaani sasa kwamba tunasema kwa mimi nampenda Mungu, hata wale makahaba wanampenda, hasa wanaongea. Huwezi kusema kwamba nampenda mtu na wakati mtendi. Maneno ni mengi sana. Kwa nini mshaambia nakupenda na wangapi? Si wengi tu. Lakini kwa nini umemchagua mmoja? Ni kwa sababu uliona at least anatenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapo mnanielewa? Ndio. Kwa unaweza kuwa na mamilioni. Sema huyu kidogo anawezekana. Wengine ameketi. Ni wewe chuma fadhali. Sasa ujiulize fadhali kwa nini? Kwa sababu akikwambia kwamba nitakutumia moja saa 5 na kweli hiyo saa 5 anakutumia kwa sababu ameongea kwa maneno na akatenda. Mpesi mako. Kwa hivyo pia tunaposema kwamba tunampenda Mungu si kwa maneno, you have to do. Mungu aliposema kwamba nampenda ulimwengu, alifanya kwa vitendo kwa kumtoa mwanae wa pekee. Kwa hiyo wewe pia ukisema kwamba unampenda Mungu, unamlinganisha na nani na unafanya nini kwa ajili ya Mungu? Kwa maana kwa Mungu Yesu alipoambiwa na Farisayo, na huyo Farisayo alikuwa amefanya kila kitu. Na alikuwa ni tajiri. Yesu asifiwe. Akasema nifanye nini niweze kuurithi uzima wa milele? Yaani kwamba kuurithi uzima wa milele ni mtu kuwa na matajiri na mang'ombe ili aingie mbinguni na ng'ombe zake. Mungu akamwambia kwani imeandikwaje kwenye Torati? Haleluya. Mungu akaanza kumwambia sasa mpende Mungu wako kwa moyo wako wote. Kwamba moyo wako wote inabidi umkabidhi nani? Sasa jiulize, kwa nini unaweka boyfriend na girlfriend kwenye moyo wako? Si unataka ugomvi na Mungu? Huo moyo umepata wapi kwa kumweka bibi wako? Bibi nakupenda kutoka moyoni. Kabwege, umeutoa wapi kwa moyo? Yesu asifiwe sana. Huo moyo ni wa Mungu. Yaani unajua kuna wakati mwingine tunaongea maneno mpaka Mungu anasema hiki jamaa vipi? Limeanza kujiumbia moyo wake nini? Limetoa hapo moyo mwingine. Huu moyo nimewaambia kwamba mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Kuna mioyo mingapi kwa kuweka watu wengine? Hapo kibaya zaidi huo moyo ambao ni umempa huyo jamaa, unakuta huyo jamaa mwingine tena amempa moyo mwingine tena mwingine. Kwa hiyo unakuta ni wakikutana kwenye ule mioyo, unakuta sasa kazi ya moyo ni kusukuma damu, Ndio maana unakuta kama mapresha hayaishi. Kwa sababu mioyo imegongana. Sasa unakuja nakutana moyo wa mafuta bangi, moyo wa mafuta sigara, moyo wa watu ambao waende kanisani, moyo wezi ambao watu wezaka. Yaani unakuta mtoto umelewa ukitembea njiani unaongea peke yako yani mimi ni mjinga. Mimi ni mjinga kabisa. Kwa sababu mioyo imekutana. Mpe moyo wako Bwana ukarabati. Chifu leo pone katika jina la Yesu. Moyo ni wa Bwana, sema moyo ni wa Bwana.
moyo unataka kumpa huyo mtu umeutoa wapi? Wewe unajua kuumba? Hii ndio kwa kwenye moyo. Na kwambia nikikuamka, moyo wangu unasema pui 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 pui. Nikiona tu yani nilivyokupigia simu kwa upatikane, hiyo umeniblock Juma. Yani moyo unaenda ndi Mungu anaenda taira. Moyo ni wa Bwana, haleluya. Moyo ni wa Bwana, sio moyo kwa ajili ya mtu fulani. Toa mtu moyoni, weka Mungu moyoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Unalinganisha nini? Unalinganisha na nini na Mungu wako? Nini? Kuna watu leo, ngoja nikwambie. Kuna asili hapa nilihubiri simu jioni, niliwaambia hivi, pale Mungu anaposema kwamba usiabudu miungu mingine, bali Mungu au usijifanyie sanamu la kuchonga. Unajua watu wanafikiri kwamba ni kama umechonga kinyago, unakuja na kiweka hapa, sasa unaanza kukiabudu hapa naomba. Sio hivyo. Hata pale unapokuwa unamtanguliza mtu, unamwabudu yeye, ni sawa sawa umetengeneza sanamu. Yaani unaporuhusu muda wako mwingi kumwaza Juma, kumwaza Hamisi, tayari yule ni sanamu lako. Sio, unanielewa? Hamjanielewa? Kitabu cha Warumi sura ya 6 mstari wa 16 anasema jioni, yeye jifikirie mwenyewe, unatumia muda wako, kile unachokitumia muda mrefu kukifanya ndicho kinachokuwa kitumwa chako. Chochote kile. Sio, Mungu wako wewe una upendo gani na Mungu? Hebu soma hiyo kama umepata. Warumi 16 mstari wa 16 Biblia inasema 16:6 ndio Biblia inasema hamjui ya kuwa kwake yeye ambaye mnajitoa nafsi zenu, kwake yeye ambaye umeamua kumpa moyo wako kuwa watumwa wake katika kumtii. Hapo mmekuwa watumwa wake yule mnayemtii, kwamba ni utumishi wa dhambi uletao mauti, au kwamba ni utumishi wa utii uletao haki. Kwamba wewe umeamua kuchukua muda mwingi, kazi yako ni kuchati tu. Sasa nataka nimchatishe na beti. Tukutane wapi? Muda mzima tu. Unaona hata simu ya mchungaji na kaka. Ndio baba ndio mtumie. Ndio ina mambo. Hivi naweza nikakutana naye. Unatoka unaenda kuhubiri. Yaani muda unao concentrate kutumia muda, yaani huyo ameshakuwa ni mtumwa wako. You already driven by someone. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana wengi wetu hapa hatuweki mabando kwa ajili ya kuangalia taarifa, bali tunaweka mabando kwa ajili ya voice call na kuwasiliana na vimada na vichacha. Most of bundles na mitandao wa jinga. Bando likikaribia tukisha, au kwamba unaweza kusongesha. Ndio maana leo wengi wenu mnadaiwa. Wengi wenu hapa nikituma salio utasema mchungaji nimekatwa. Taji ulize imeishia wapi bado? Yaani kutwa nzima unaangalia tuzuchu anaposema siji. Umetuma nauli sina. Siji. Siji nini unataka kunibaka? Siji. Ninajua unataka kunifanya siji. Siji. Most of people are concentrating watching foolish things. Nakwambia ukweli. Wewe angalia simu za wapendwa. Hata milio yao, tuweke milio nianze kupiga namba moja. Unashika hapa, kainama. Nakwambia ukweli, humu ndani wapo na wanaangalia na wanasema amina. Sasa nifikirie wewe una tofauti gani na yule jamaa anayeshika hivi? Kwa sababu na yeye anaye kainama, kainuka. Na wewe mpendo kwa haleluya, amen. Wote the same. Unaenda kainama, kainuka. Kwa na wewe yeye anaweka shichi. Maana najua unataka kunifanya shichi. Umenitumia nauli nimekula shichi. Na yeye pia the same. Japokuwa wote mkisalimia Bwana Yesu asifiwe, wote mnaitika amen. Unaangamia kwa kukosa maarifa, badilika leo katika jina la Yesu. Change. Lazima uweze kutofautishwa. Lazima sikiliza, hata mavazi yako ni lazima yatofautishwe na watu wasiomjua Mungu. Wewe ni tofauti na hao. Mtu akikuangalia ajue kwamba wewe umepigwa chapa ya Kristo, kwa maana kwamba upendo
Nisamehe kwa siku ya leo, kwa sababu mimi nawaambia ni ukweli. Yaani kama hutoweza kujitofautisha na wengine, kwa maana kwamba wewe bado hujakombolewa na Mungu. Sasa mpendo unatukana. Na yule jamaa nalo linatukana. Ukiwa na stress unakunywa bia ili stress ziishe. Ni ujinga. Hakuna mahusiano yoyote kati ya kuondoa stress na bia. Haipo. Kwa sababu kwa mfano mtu amefiwa. Ukinywa bia yule mtu anafufuka. Yesu asifiwe. Kwamba yule mtu sasa ukinywa bia yule mtu hafufuki. Yaani anafufuka au anakuwa hajafa. Yesu asifiwe kwamba anakuwa hajafa. Eti bibi nimemfumania mke wangu. Leo ngoja nikamnywe bia. Hivi umemnywa yeye au umekunywa wewe? Yaani wewe nitakunywea bia wewe. Na mjomba wangu mmoja hivi. Yaani yule mlango wake uko wazi. Yaani Biblia inasema kwamba malango yenu hayatafungwa mchana wala usiku. Yule ndo mjomba wangu. Mimi mwenyewe kishaninywea. Haleluya. Kienda kijijini nimepiga pamba zangu afa yaani ninafika anaambia naomba viatu. Nilikuwa na transporta moja kali sana hapa. Kasema Yesu kweli ana majaribu jamani. Mbona unajifikiria afu yuko hivi? Mbona unajifikiria lete hapa hiyo? Anafikiria. Akasema utaki kunipa. Sasa hapo ni kwa Kiruga. Na unajua kabisa kuna maneno fulani ukiongea kwa Kiswahili hayana maana sana. Yaongee kwa Kiruga. Hata kuna matusi fulani yaani kuna vibagizo fulani ya Kiruga. Acha kabisa. Anasema sasa ngoja nikakunywe. Tutakutana saa 12. Mimi sinafikiri masiana akaenda. Yaani huko unamsikia mbona kuja. Leo sasa utaniambia. Fucking ndio fucking. Chindai wa Dar es Salaam. Leo utaniambia nini? Tumesomesha juzi hapo kuna jinyea. Pumbavu. Bwana nilitoa. Na transporta fulani zilikuwa kali sana. Hapo akaenda akaweka bodi shilingi 1000 apewe kimo ya nini na machicha. Unaona ndio machicha. Yale pale. Siku naenda namwambia kwamba vile viatu vikwapi. Alifuata. Niliweka buku nikanywa po. Ngombe nauza 50. Nikasema Yesu. Haleluya. So kwa hiyo lazima tujue Mungu jinsi alivyotuwezesha mpaka upendo wake unastahi kwetu. Naenda kumaliza kwenye kitabu cha waraka wa kwanza Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya 3. Waraka wa kwanza wa Yohana na ile sura ya 3. Mwana wa Mungu inatakiwa utambue thamani ya Mungu kwenye maisha. Inabidi ulete upendo kutoka kwako kwenda kwa Mungu. Soma mstari wa kwanza mtumishi. Sasa waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa kwanza maandiko yanasema, tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba, kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Kwa sababu hii ulimwengu haututambui kwa kuwa hatukumtambua yeye. Amina. Ukiona ulimwengu na kutambua. Sikiliza hapo si umeelewa maandiko. Tazameni ni upendo wa kuna gani sisi tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Haleluya. Kwa sababu yeye haukumtambua ulimwengu, hata nyinyi ulimwengu hautawatambua. Kwa ukiona unatambuliwa na ulimwengu, ujue bado hujadhibitika kuwa mwana wa Mungu. Si unanielewa? Na ndio maana unakuta kwamba, hebu sikiliza huu mfano. Mungu anamshushia kitu hapa. Kwa mfano, tuko watu wawili. Jamaa mmoja akaenda baa, akazungusha bia. Kunywa bia. Wale jamaa wote waliokunywa bia watamsifu sana yule jamaa. Si ndio? Sema yule jamaa hatari sana. Lakini mimi watakaponiomba bia sintawanunulia. Haleluya. Moja kwa moja mimi watanitukana, wataniona mimi baili. Si unaelewa? Unaona vitu viwili hivyo? Kwa maana kwamba atakayepata sifa ni yule aliyenunua zile bia.
Kwa maana kwamba yeye ametambulika na watu wa ulimwengu, lakini mimi sijatambulika na watu wa nini? Kwa ukiona unasifiwa na walevi, ujue bado hujapigwa chapa ya Kristo. Kwa sababu Kristo alipokuja wanadamu walimkataa. Watu walimkataa. Kumbe wewe inabidi ukataliwe na wanadamu ili Mungu akukubali katika jina la Yesu. Kwa sababu sijui kama unanielewa. Sijui haya mambo yako wazi. Wale tu ndio maana unapokuwa mtumishi wa Mungu, mtumishi wa Mungu yoyote ametengwa na wanadamu. Haleluya. Kwa mtoto ningefanya kumpa chakula chake, penye ni haki yake kabisa ya msingi. Otherwise kama maziwa yatokeleze nikuombea, chuzike kutoka hapo mpaka madhabahu. So, naamini kitu kimoja. Kwani makini sana na maneno ya Mungu. Yesu alipokuja watu hawamkubali, lakini kuna watu walimkubali. So, there are some people they gonna associate with you. But there are others they gonna ignore with you. Kuna watu ambao wataambatana na wewe na kuna watu ambao hawataambatana na wewe. Ukiwa uko katika haki, kuna watu utawapata ambao wako na haki na wewe, na kuna watu ambao utapata ni wadhalimu. Haleluya. Endelea kusoma. Biblia inasema, kwa sababu hii ulimwengu haututambui na kwa kuwa hatukumtambua yeye. Yes. Wapenzi, sasa wana wa Mungu, wala haijadhihirika bado tutakuwa hivyo. Ndio. Lakini tunajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye. Kwa maana tutamuona kama alivyo mtakatifu. Kila atendaye dhambi afanye uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Mstari wa 5. Nanyi mnajua ya kuwa yeye aliyedhihirishwa ili aziondoe dhambi, na dhambi haimo ndani yake. Kila akae ndani yake hatendi dhambi. Kila atendaye dhambi hakumwona yeye wala hakumtambua. Hapo. Ngoja, kuna kitu fulani nimekumbuka tena, afadhali nipigilie msumari. Kuna mzee mmoja, ni mtumishi wa Mungu. Najua sasa hivi nyie vijana, nyie ambao tunakuwa katika wokovu, samani sana, naomba mwe na akili. Haleluya. Mwe na nini? Kuna mambo yanafanyika sasa hivi duniani ni ajabu. Kuna mtu mmoja kabisa ana ndevu zake, anasimama anasema kwamba kunywa pombe sio nini? Sio dhambi, ila ni kosa. Si unanielewa? Si unanielewa? Anasema kwamba kunywa pombe sio dhambi, lakini ni nini? Ni kosa. Sasa sikiliza. Hivi kitu chochote ili kiitwe kosa ni dhambi au sio dhambi? Dhambi. Tufikirie vizuri. Wao umeshasema ni kosa. Okay. Ndio tumaki hata ni na TV yangu niweze kuwashambulia vizuri hao watu wa dini. Haleluya. Naweza mimi ningeweza kumuuliza vitu vifuatavyo. Umesema kunywa pombe ni kosa lakini sio dhambi. Naomba uniorodheshe hata makosa mawili ambayo sio dhambi. Umesema pombe, makosa sio dhambi. Yaani kosa sio dhambi. Au dhambi zote. Makosa yote ni dhambi. Si ndio maana sasa ndio hapo, yani kuna mtu amesimama kabisa ana ndevu zake. Na hapo bado waumini wanaenda kama bwege. Haleluya. Hata Wagalatia imesemaje? Matendo ya mwili ni zaidi, Wagalatia 5:16. Sasa sisi tuko mwilini. Kwa sababu mwili ni mauti. Yesu asifiwe. Mungu anasema, nimewaletea ninyi, nimeweka vitu vyenu uzima na nini? Haleluya. Lakini chagueni uzima ili mpate kuwa hai. Anazungumza kwenye Kumbukumbu. Sisi hatuendeshwi na mwili, tunaendeshwa na roho. Roho ni nani? Ni Mungu. Jamani, sijui kama mnanielewa wana wa Mungu. Hivi wangapi wameona hiyo clip? Wangapi wanaona hiyo clip? Na ni mtumishi kabisa.
kuna watu wamechanganyikiwa huko ndani. Hebu naomba leo usiangalie ule mziki, shika hapa naumia, shika hapa. Muangalie hata mambo ambayo yanatendeka. Mimi kuna watu jamani, sisi niandae clip hii nianze mpaka wiki ijayo kama sio 2 tutakuwa mlimani siku 7 mfungo. Tutaenda hapa, nimefanya maandalizi. Yaani kuna vitu ambavyo ni vya ajabu huko ndani, napata hasira. Yaani mtu kabisa anasimama anasema kwamba kunywa pombe sio dhambi bali ni kosa. Sasa hebu nionyeshie basi makosa hata mawili ambayo sio dhambi. Mwisho wa siku mtu mwingine anasimama akasemaje? Yaani jamani, hata nikiwaambia mnaweza mkacheka na mkasikitika. Mwingine akasema hivi. Akasimama kabisa na hojiwa, anasema mwandishi akamuuliza kwamba wewe, nimesikia kwamba mtu akitaka kukuona lazima atoe fedha. Akasema ndio. Akija kwangu ni lazima atoe fedha, tena 300,000. Kwanza aliona hiyo clip 300,000. 300,000 akasema na imeandikwa kwenye Biblia. Nikasema hii nataka na mimi nilione, ili na mimi nilione. Wewe 300,000 utazidisha mara 2. Na labda kama hivyo, labda mimi sijui kusoma vizuri Biblia. Yesu asifiwe. Matokeo yake akasoma kwenye kile kitabu cha Luka ambapo Yesu alimtembelea Simon. Haleluya. Yule mtoza ushuru. Si Lawi alikuwa yule Lawi, si ndio? Yule alikuwa mtoza ushuru yule. Hivi ni Zakayo nani? Zakayo ndiye aliyerudisha zile na nini? Akasema kuanzia leo mimi jamani, kama nimemwibia mtu mimi kwa kweli, akamwambia kuanzia leo wokovu umefika nyumbani mwako. Yesu asifiwe sana. Si Zakayo? Ndio. Sasa ile mwandawazimu, ani mwandawazimu, hata kama ananitazama, wewe ni mwandawazimu. Wewe nabii mchawi ni mwandawazimu. Tena ni taira kama mataira wengine. Huwezi kupotosha Biblia, huwezi kupotosha watu wa Mungu kiasi hiki. Mungu anasema simama, kemea kwa ukali. Huwezi kupotosha maandiko kiasi hicho. Biblia inaeleza wazi, anasema kwamba yule Zakayo alisema kwamba mali zangu zote nilivyowazulumu watu nitawazidisha mara ngapi? Je, pale zile vitu alivyokuwa anatoa, alikuwa anapokea Yesu au watu waliokuwa wamewazulumu? Nataka kusema kwa sauti, huna uhakika. Sasa yeye akasema kwamba mali zote alichukua Yesu. Umbavu mmoja. Eti ndio sababu anaosema kwamba mimi watu wanakuja kwangu kwa eti jamani, yani dunia imegeuka. Yaani anasema kwamba watu wakitaka kuniona mimi lazima watoe fedha, kwa sababu hata Yesu alipoenda kwa Zakayo yani tena akazungumza ikauli, akasema Yesu alikomba kwa mali zote. Mali zote za Zakayo akachukua. Kwa hiyo na mimi nakomba. Alafu leo mtu mwenye akili timamu umeokoka unaenda kwenye hilo kanisa. Na kuna vituko jamani. Kuna vitu mwingine anasema kabisa, anasimama anasema mimi bwana sijapewa wito wa kukemea dhambi. Yaani mtumishi wa Mungu huyo anasema mimi bwana, kila mtu na karama yake. Sema amen. Watu wanasema amina baba. Kama bwegi amerogwa yale. Hakuna mtumishi wa kweli wa Mungu ambaye anamtumikia Mungu ambaye haoni dhambi. Haipo. Niambie nani? Kwa sababu asili ya mtumishi wa Mungu ni utakatifu. Asili ya mtumishi wa Mungu, ushasema mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa nani? Kwa maana kwamba tunafanya kazi ya nani? Mungu yukoje? Takatifu. Imeandikwa kwenye waraka wa kwanza Petro 1:16, sema kwamba imeandikwa mtakuwa watakatifu kwa sababu yeye ni nani? Ni mtakatifu. Hapo leo mtu anakuambia kwamba mimi sijapewa karama ya kukemea dhambi. Ni malaya wewe, ni kahaba. Natamani mtu mmoja aelewe neno la Mungu, atusaidie. Haleluya. Kwa hiyo inabidi haya mambo tunayojifunza wapendwa yasitoke kwenye mioyo yenu. Kuna mambo ya ajabu. Yesu mnaona kwamba hapa huwa nawaambia nikiamua kuwapiga nyinyi hela na wapiga Yesu. Nafikiri hamna hela. Nyinyi yaani ningekuwa nishajenga hapa nyumba za mali, kama mnatoa, yaani utauza mpaka miwani yako.
nafanyaje? Kama naweza nikaingia hapa na bunge moja la koti la upako. Mtu akitaka kunigusa aje na shilingi 10,000. 10,000 shika kidole. 5,000 simama nikupulizie pumzi. Inawezekana, hautakuja, utaleta. Sababu wengine wanasema kwamba wangapi wanataka smartphone. Najua wengi hapa mna vimulili kama vya ule. Na leo nimekuja na upako wa smartphone. Weka hapa simu yako hiyo Mobiteli. Maana umekuja na Oppo. Hii ni simu gani? Simu iPhone. Simu inaitwa Apple. Sio? Leta upako wa simu. Unazibananisha hapo sasa. Okay. Mungu atajibu ndani ya mwezi mmoja. Zile simu nachukua naenda kuonga madeni. Utasubiri simu mpaka ukome. Vipi baba, mbona Mungu hachelewi wala hawai? Anajibu kabla ya meshi. Pana haijatoka kwenye Biblia. Hujapigwa mwanangu? Nikiamua kupiga na kupiga. Nakwambia, na sasa hivi mlimo na mahusiano yako hivi. Wangapi wanataka kuwa na wanaume hapa? Mimi baba. Unaona mke wangu alivyovaa viatu vyake. Lete pesa thamani hivi viatu ni 1,500,000. Alivyovaa siku ya harusi, ukijiambatanisha na hivi viatu unaenda kuolewa katika jina la Yesu. Ndio baba, utakopa tu utaleta. Hujapigwa mwanangu? Wangapi wanataka gari? Mimi baba. Kaa kwenye kiti cha mtumishi wa Mungu kwenye gari lake. Ukikata shilingi 10,000 hujakaa. Hayaweza. Na nataka niende kwa nyanja hizo. Maana mtaki kujenga kanisa kwa yale. Ngoja. Mtatoa. Leo mkiona watumishi wa Mungu tunahubiri hivi ukweli, nasema hamna Mungu. Kuna bibi yako hapo? Kuna watu wanachezeshwa kamari. Mimi nawaambia ukweli, ni neema. The true gospel never disappear. Mtu akikwambia kwamba mpende Mungu kwa moyo wako wote, anamaanisha. Ndio baba. Kile watu mnalinga, yani hata kubeki kanisa unajishaua sura yenyewe mbaya. Yaani unajishaua, ndugu. Humfanyii mchungaji, unamfanyia Mungu aliyekuweka hai. Kuimba kwaya unalinga. Bwana tole dada maskini, Mungu akubariki sana upate mume bora. Yaani dada anajitoa jamani. Yaani hadi raha. Unasema mchungaji, mbona unanitaja mimi? Naenda kwa utaratibu. Na mdomo mmoja anaweza kutaja wote. Nipunguzie taratibu. Yesu asifiwe sana. Mimi naambia ukitaka kufanikiwa vizuri kwenye maisha ya sasa hivi, achia moyo wako kwa Mungu. Mpe Mungu moyo wako. Utaona mambo yananyoka hivi. Hutosikia magonjwa, hutosikia unaangamia, hutosikia hasara, hutosikia chochote. Lakini ukitaka uangamie, kosa maarifa ya Mungu. Ndio maana Biblia inasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Ukikosa maarifa ya Mungu, umeteketeka, umekwisha. Na ndio leo watu wanateketezwa. Jitu zima kabisa linaambia kwamba ili upate mimba, naomba nikupe upako nilale na mke wako. Na jitu kabisa kama taila. Haya baba. Mke wako yuko kwa baba. Kuona mtumishi unatoa hela. Kwa Mungu yeye alikuwa hapendi hela. Yesu alikuwa hapendi hela. Haleluya. Lakini sasa hivi wanakola sasa hivi ndio nako, yani hapa ningekuwa napiga miujiza hata ya chura. Ningekuwa mmejaa. Yani nitakuja yani sasa hivi muujiza nije nitengeneza hata muujiza wa vitofali. Vitofali. Nakuja na ufunuo. Hekalu hili mnalibomoa, mimi nitalijenga kwa siku 3. Vitofali. Simetoka ni Biblia. Upako wa tofali. Kwamba watu vitu vyote tunakusanya, tunaweka pembeni, upako wa tofali, kalia ya tofali. Wale wengine wanakanyaga mafuta, mbona hoji? Mafuta yanauzwa. Sio. Mimi nimeyaona kwa macho yangu haya. Kuna mafuta ya elimu. Ukitaka ufaulu si biology. Form C.
mafuta ya kuvuta mchumba. Mvute tuone. Na mtu anatoa baba mafuta, na watu wanagombania mafuta yako. Mwenye mume wako ni Mungu aliye hai. Nakwambia ukweli, mwenye elimu yako ni Mungu aliye hai. Mungu mradi tu utende matendo mazuri yenye kueleweka. Mungu anazungumza na wewe, anasema nikabidhini njia zenu nami nitafanya. Maana neno la Mungu ni taa ya miguu yangu. Kwa maana kwamba Mungu atakuongoza, au utaweza kujikwaa. Hakuna hivyo vitu vya kukanyaga. Kaweka upako wa vyura mimi hapa. Chungaji umetoa wapi? Twende kule Misri. Twende Misri kule. Mungu, kwa sababu Misri ni mtu ambaye yuko kwenye mateso. Kwa Mungu aliposema kwamba nitaachilia vyura kule Misri kwa Farao. Vile vile vyura vilipokuwa Misri, ndivyo ninavileta hapa katika jina la Yesu. Leo upako wa vyura kwenye matatizo yako. Weka vyura kwenye chumba chako. Weka vyura kwenye ofisi. Watakuita mchawi, utapigwa wewe. Tunaye Mungu asiyeshindwa kamwe kwenye maisha yetu. Kwa maana leo watu, injili za kweli watu wanadharau. Na ndio maana huwa nasema kwamba ningekuwa nimeanzisha hapa Grocery, nikaleta vidada kutoka Umburuni na Usingidani, wakajichetua akili. Maana ili uwe uvae kimini, uwe uchi, lazima kidogo akili yako moja iwe hivi. Haleluya. Uinuke de kuvenuka, ujiele kama nausa. Nakwambia watu wanajaa, wanatoka tu mjini, watakuja hapa. Sasa wanaume. Yaani tukudada kitu. Yaani watakuja. Lakini leo kanisa la kweli la Mungu limepotea. Watu wanadharauliwa. Jamani, kama mnataka tuanze kupigana, nafikiri ni hamna hela. Sasa hivi tuna miaka 3 hapa kanisani. Sasa tunataka tushajenga. Na tunakoelekea na Muumba, hivi wale wanaomba Mungu wa mbinguni au nani? Hapana. Kwa hiyo wapendwa, Mungu amezungumza wazi kwenye hicho kitabu. Anasema kwamba mtu asiyekuwa na upendo hana Mungu ndani. Kwa sababu Mungu ni nani? Ni pendo. Na akapigilia msumari kabisa kwenye ule mstari wa 15 nadhani, akasema yoyote yule ambaye anayemchukia ndugu yake, yeye ni nani? Ni muuaji. Ni muuaji. Kwa mwangalie ndugu yako. Mwangalie jirani yako. Mwambie ndugu wewe ni muuaji. Na mbona anachukia? Kwa kumalizia, 2 minutes to finish. Kwa hiyo upendo tulionao kwa Mungu wetu inabidi tumaanishe na serious. Jitoe kwa ajili ya kazi ya Mungu. Ukiona kuna kijana wangu leo ameguswa, ameleta hapa titi liwili. Nisikilize kwa makini. Ukiona kazi ya Mungu kuifanya mpaka ulazimishwe, ujue bado. Haleluya. Kwa sababu Mungu anataka umfanyie kazi pasipo kulazimishwa wala manunguniko. Pasipo nini? Manunguniko. Ukiona wewe unajua kabisa hili kanisa liko hivi, liko hivi. Why don't you do without anyone or any external power to be forced by you? Lazima ujiulize kwamba mimi nimefanya nini. Sio bado mchungaji atangaze sasa tunahitaji kujenga kanisa. Kwani hii kanisa linahitaji cement, linahitaji nondo, linahitaji nini? Buy and bring for the love of your God. Suna nielewa? Jiwekee malengo kwa ajili ya Mungu. Unajiwekea ratiba kwa boyfriend wako kwamba kwa mwezi nitakutana na wewe mara 2.
mara 2 nitakutana na wewe, moja ghetto, moja lodge. Mimi nawaambia kuna funga, yani kuna ratiba kabisa. Lakini Mungu wako hujamwekea ratiba ya kukutana na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Usione vimeundwa au usione kaelewa vimevaini. Vimeundwa, usione ganukia ujue vimepuliziwa, hata methali hamzijui. Ni same idea. Yaani unajua kabisa hapa Bwana, hapa kwa kweli mchungaji wetu anahitaji hata mafuta, anahitaji hata kununuliwa kiatu, kioni, common show, anahitaji hata yani sio mpaka uambiwe mbona unahonga wewe. Na hizo pesa mnazohongwa mnazitumia kufanya nini? Toto vidogo vina madume. Mimi nawaambia ukiona unasali kwenye kanisa ambao yani kazi yako tu ni kuja unakaa unajiambia hivyo viti vyenyewe vinakulani, hakuna chochote unachokifanya. Yani wewe uimbi kwaya, upige hata vyombo, hata chombo kimoja upige, yani hata kurekebisha basi sauti kidogo, hata mchungaji amezindosha maiki basi ujitoe, hata ufahamu sina na kuokotea. Yani wewe kazi yako tu ni kukaa mpwe, hata kusoma neno husomi na Biblia huna. Unatofauti gani na wewe mtu uko kule? Hauna upendo kwa Mungu. Mwenye upendo wa Mungu vumilia. Upendo wa Mungu hautakabali. Yesu asifiwe sana. Na upendo wa Mungu hauna mwisho. Kwa wewe uliyefanya hivi viti, usije ukasema kwamba sasa nishanunua viti tayari nampenda Mungu. Fanya tena na tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpaka lini? Mpaka mwisho. Maana Mungu anasema atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakaye okoka. Wangapi wananielewa? Kuna watu ambao mmetoa ahadi, ni ishara ya upendo kwa Mungu. Kuna watu wengine nilienda kufungua zile bahasha za shukrani, nilikuta kuna wengine wameandika mtatoa matofali 50, si mwezi wa ngapi, si mwezi wa ngapi. Unaandika na jina lako, kwa sababu pia hata mtu hata bodaboda wa nje anaweza akaandika. Sasa tunabidi kutambua ni nani.